Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa majina naitwa Apostle Toru wa Sauti ya Uponyaji kutoka Tanzania. Leo Mungu amenipa neema ya sauti yangu kusikika katika redio Uzima 95.0 nikiwa na mtumishi wa Mungu Grace Mukunguzi katika kipindi chetu bora ambacho kinaitwa Gospel Music. Basi acha nikupeleke moja kwa moja kwenye somo zuri kabisa la kipekee ambalo linaitwa neema inaambukiza. Wako watu walipata magonjwa kwa sababu ya kuambukizwa. Ndugu yangu, mahali popote ulipo, tambua ya kwamba hata neema inaambukiza. Wako watu ni wachungaji, waliambukizwa neema na wachungaji. Unaniona mimi ni mhubiri wa kimataifa, niliambukizwa neema na wahubiri wa kimataifa. Oh, haleluya! Yuko mtu hapa ni mwizi, lakini ni kwa sababu alikuwa anatembea na waizi, wakamwambukiza roho ya kuiba. Oh, ni mbaya. Unatembea na nani? Unazungumza na nani? Nani ni rafiki yako na anakufundisha nini? Unajifunza nini kutoka kwake? Ukisoma Danieli 6 mstari mdogo wa 16 na kuendelea, utaona mfalme alitoa amri Dani aletwe. Dani akaletwa, akatupwa kwenye tundu la simba, na hawa simba walikuwa na njaa kali. Historia inatuambia hivi: Danieli alikuwa ni mwana maombi, na maombi aliyokuwa akiyaomba Danieli yalikuwa sio maombi ya kawaida, ni maombi ya kufunga na kuomba. Alivyodumbukizwa kwenye tundu la simba, aliambukiza simba kufunga na kuomba. Maadui wako nje, wanasikia simba wakiunguruma, wanajua wanamtafuna Danieli. Kumbe simba wapo kwenye maombi, tena maombi sio ya kawaida, maombi ya kufunga na kuomba. Ilivyofika zamu ya maadui kutupiwa kwenye shimo la simba, waliliwa juu kwa juu, juu kwa juu, kwa sababu muda wa maombi umekwisha na mwana maombi ameshatoka. Sasa ni mwendo wa kula kwa kwenda mbele. Tutaendelea awamu ijayo na somo hili la neema inaambukiza. Naitwa Apostle Toru. Karibu YouTube.